Angalia chini ya kitanda upande wako wa kulia. Fuata maelekezo. Chimba shimo. Chimba shimo. Mimina humo kisha ufukie. Tupa. Tayari sasa, nibadilishe. Nenda nyumbani. Hakikisha ifikapo saa 2 usiku uwe tayari kitandani. Uhakikishe siku nyingine inaanza ukiwa kitandani. Sawa, nashukuru. Ndugu zangu, nimejaribu kuangalia kwenye kila kona za nyumba yangu, lakini sijabahatika kabisa kuiona dawa. Acha masiala bwana. Au masiala gani? Yaani utapeli unajizilisha kabla hata tujalala kweli jamani? Mambo gani? Oya, acha kunipiga. Mimi sina undugu na wewe unajua. Sijui unaelewa. Ushemeji mimi naye ushakufa. Omba uelewi babu. Mimi siwezi kuwa na shemeji na mimba bwana. Unalopoka. Ndugu yangu, hebu nenda kaiangalie vizuri hiyo dawa. Kaka, nimenyanyua hadi kitanda na huwezi amini sijaona chochote. Kwani kati yenu hakuna yoyote aliingia chumbani kwangu? Hebu subiri. Kuna binti mdogo aliingia chumbani kwako. Sijui yule ni binti yako au? Nakumbuka yule binti alinikuta nikiwa nimeketi pale na aliniambia anamuulizia Sengo. Hivyo nilimwambia haja akajaribu kumuulizia huko ndani kwa sababu mimi nilikuwa siwafahamu nyote kwa majina. Sali kaiba dawa. Nini? Sali kaiba dawa. Hata nyumbani nilikuwa naua bila kujua kuwa tabasamu langu ni kifo. Nilimua mamangu pamoja na mdogo wangu pia. Pole sana. Lakini wewe si ni jini. Una uwezo kumtafuta huyo mtu na ukampata. Pia una uwezo kujua huyu amewahi na huyu hajawahi. Udhaifu wangu uko hapo. Sina uwezo wa kuingia kwenye mwili wa binadamu. Ina maana wewe ni mpweke kama mimi? Mimi ni zaidi yako. Kwa sababu nimetengwa na jamii yetu. Sasa hivi ni takriban miaka 2000. Niko mwenyewe tu. Na huko niliko hata ikitokea samaki katokeza mbele yangu, akaliona tabasamu langu, basi anakufa. Kwa hiyo mimi ni kiumbe mdhaifu kuliko viumbe wote hapa duniani. Kwa hiyo unataka kumaanisha kuwa
kila kiumbe hai kikiona tabasamu lako kinapoteza uhai. Du. Sasa nani alokupa hiyo laana? Unataka kujua? Ndio. Sio sasa, nitakueleza wakati mwingine. Kwa muonekano wako ni wazi tabasamu lako ni la thamani sana. Hivi unajua wewe ni mrembo? Mimi dada yako ujue. Niachane nikae nirudi kwenye umbile langu. Kwa hiyo kumbe umetuuza, yaani umetuuza kwa bei ya jioni kabisa. Umetuuza kwa maslahi yako binafsi. Wewe mwanamke msaliti wewe. Sali. Nasema utatueleza kwa nini umeiba dawa, mshenzi wewe. Sababu ni wewe umesema utaniacha. Kwa hiyo nilienda kumlilia, ndo kaniagiza niende kuchukua ile dawa, kwa hiyo nikaenda kuiba. Toba ya Rabi. Hapa mke sina kabisa. Ndio maana sasa nagundua. Toa mahali kidogo, nyingine utaleta baadaye. Sijui nini. Kumbe mlikuwa mnaogopa shemeje? Mlikuwa mnaogopa deni kubwa Kama ningedai mahali yangu Mimi wewe si nilikuwa nakutania tu wewe. Mimi nilikuwa nakutania. Wewe umechukulia serious mwenzangu. Jamani, hii familia yote mabogas. Sasa hapo shemeji hapo shika adabu yako juu na kuheshimu, sawa? Sisi sio mabogas. Sijui unanielewa? Ishi hapo. Kwanza mimi ninachokitaka, fanya juu chini, mpe dada yangu talaka yake, tuondoke. Mpe talaka yake kabisa yani. Tushachoka kukustili. Mtu wenyewe akili zako zenyewe fupi, basi tupo tu ili mradi. Mpe talaka yake tuondoke. Nyinyi wote ni mabogas. Yaani hapa kuna boga kubwa na boga dogo. Boga kubwa lilikuwa jeusi zamani, likabadilisha rangi eti likaolewa. Mungu alipomlani sasa kaja jini zindaya, kamrudisha kwa boga dogo, kama mweusi fi. Mmeumbuka, shemeji mmeumbuka. Sasa kwa taarifa yako, huyu dada yangu mimi ni mweupe kabisa, yani pure kabisa, yani sio mwalabu wa kuchemsha, yani ni mweupe kabisa. Sema hii ni laana tu ya zindaya, ndio maana kama mweusi. Hana rangi hii huyu. Hii rangi huyu hana. Sisi tumerogwa. Mimi mwenyewe mweupe. Yaani mimi mweupe kabisa. Sema nilivyokuwa udogoni nikarogwa tu, ndio nimetoka hivi mweusi. Na huyu ndio mweupe hajarogwa, hii laana hii. Jamani, kuna kuopoa na kuopolewa. Hapa mimi nimeopolewa. Umepata mume ni samboy, mweupe, mtoto na ndevu na mwanya. Kwa weupe gani sisi tumeamua tukukustili wewe? Tumekupa dada yetu kidogo tukasema utakuwa na akili timamu kwa akili zako zilivyokuwa mwehu kabisa wewe. Tumekustili, tuko uzuri gani? Na wewe mwenye wako kama uchochoro. Nifungulieni jamani, saa 6 nikuta kitandani. Tena na wewe nyamaza kabisa. Kwani ulichokifanya wewe umeona ni sawa? Ni sawa kuiba dawa? Huyu hapa afunguliwi. Nasema hivi, mimi kama mumeo nataka uendelee kuwa cheusi fi na kidogodogo, nikuweke makumbusho. Nikupatie hela. Njoni muone yule kile kijana mke cheusi. Karibu Ngwera. Ndugu yangu, nimekuja hapa nyumbani kwako, naomba hifadhi. Karibu. Kwema lakini? Kiukweli huko sio kwema. Yaani huko ni kwa moto. Tena kwa moto haswa. Na hata sijui kama kukikucha mimi nitakuwa nani. Kwa nini unasema hivyo? Zumba ameshabadilika kuwa mwanamke. Na hapa ninavyokuambia nimemwacha nyumbani kwangu. Anang'ang'ania tulale wote. Na yeye tayari ameshakuwa mwanamke. Kwa hali ambayo yuko nayo, nimekataa kabisa kulala naye. Kwa sababu najua muda wowote shetani angenipanda alafu nikafanya jambo baya kwake. Wewe. Kwa hiyo Zumba kama mwanamke? Ndiyo. Na anang'ang'ania tulale wote. Kitu ambacho hakiwezekani. Mimi siwezi kulala na mwanamke kama vile. Na ndio maana nimekuja kwako hapa unipe hifadhi. Haya sawa basi, karibu ndani. Huu mguu ulikuwa ni wa kwako.
Yaani kiukweli nahitaji sana ushauri wako. Kuna mwenzetu amekutwa amekufa. Mimi namshukuru Mungu nimeamka salama. Kwa hiyo nilichokifanya ni kumtembelea kila mtu ili nijue kama amesalimika. Lakini ninaogopa. Sijui kama nitapita kwenye hili. Kwani wewe vipi? Basi, nimeshakuelewa. Lakini kwani leo umemkosea nini? Kweli tunaisha. Kilichotokea kimetokea. Sasa kinachotakiwa hapa, kaniandalie chai tu basi. Au acha. Serikali sije kaisi nafanya mambo ya unyanyasaji wa watoto bure. Mume wangu sema hivyo. Afu ungeniita tu kaka yani. Na mambo haya yatakuwa udhalilishaji haya tena. Mtu kama wewe kuniita mimi mume, nitakuja kuonekana mbakaji bure. Mwenyewe nina matatizo kama haya. Ukinipa tatizo lingine la kesi, nikienda jela mimi miaka 30. Mpaka ushahidi uje ukamilike leo na serikali haiamini mambo ya ushirikina. Wewe nikao utaniponza wewe. Mtu wenyewe umekuwa hata chuchu una. Alafu unaniita mimi mume. Bora kidogo angekubadilisha, ungekuwa umebale kidogo. Kakuleta mtoto kabisa. Huyu jini huyu ana makusudi. Halafu huyu ndugu yako mbona amki humo ndani? Asije akawa amefia kitandani. Mtu mwenyewe yule ana roho ya mkopo. Sio wenyewe kausha damu akawa amepita nayo. Kamwangalie bwana. Oho, shauri lako. Zindaya. Umenitia mimba na usingizi wangu umeubadilisha. Umeweka mtoto ili nisimkumbatie, nisijifariji. Umepiga pabaya. Mume wangu. Njoo Sengo. Kuna nini? Sengo. Sengo kafanyaje tena? Njoo.